tumeona ya kwamba vikosi vya usalama katika nchi yetu, the institutions in our country are being misused and are becoming partisan. Kwa sababu jana tumeona ule mzee wa kuzimia akiwa kule Wajir amesimama mbele ya watu mchana kandamnazi, akasema hiyo kaunti ya Wajir ataki kuona madoadoa kwa hiyo kaunti. Simulisikia mzee wa kuzimia akisema hivyo? Si mzee wa kuzimia alisema hivyo? So we are asking the DCI, the National Commission on Integration and Cohesion, NCIC, we are asking the police to move fast and arrest the leader of Azimio for hate speech and charge him in court immediately. Kwa sababu juzi kuna mwenzetu mmoja ameteleza ulimi kule Eldoret, akateleza ulimi, akatumia hilo jina, the same word, akatumia jina Madoadoa kule Eldoret. Hata kulala nyumbani siku hiyo, alishikwa akapelekwa police station, alilala kule Kaptembo police station Nakuru. Na sisi kama wana Kenya kwanza, wakati hiyo tendo ilitokea, Mheshimiwa Mithika Linturi alitoa public apology, akasema hakumaanisha watu watolewe sehemu ile, alikuwa anamaanisha wapigie watu ya UDA kura wote. Awapate leader William Ruto vilevile akatoa onyo kwa sisi zote wana UDA na wana Kenya kwanza kuchunga lugha yetu ile tunatamka matamshi yetu hadharani, to make sure that we don't divide the country. Even after the apology from Senator Linturi, even after the warning from our party leader, they ended up charging Mithika Linturi. So we are demanding DCI, NCIC, move swiftly and also charge the leader of Azimio, Mr. Tinga, with hate speech. And if you don't, then you will confirm what we have been saying all along, that you are pursuing a partisan agenda. And even so, you have only 4 months left. After 4 months, we shall deal with all hate mongers, including mzee wa Azimio. Kwani kuna mtu ako juu ya sheria? Kuna mtu ako juu ya sheria? Sasa simwambie DCI atafute mzee wa Azimio, ampeleke kotini ya Wajir. So tunataka ikifika Jumatatu Mithika Linturi akienda Nakuru, mzee wa Azimio ako Wajir High Court. Wangapi wanakubaliana na mimi?